Yes, habari yako ndugu msikilizaji, unaendeleaje? Upo sawa? Ni kwema? Kwa majina yangu naitwa John Mabanzo. Leo nataka nizungumzie kuhusu nguvu ya furaha, the power of joy. How to live the life of joy. Unawezaje kuishi maisha ya furaha? Not for season. Sio kwa majira fulani, but every time you are full of joy. Muda wote unakuwa ni mtu ambaye umejawa na furaha. Ukiwa kazini umejawa na furaha, nyumbani umejawa na furaha, hata ukiwa hospitalini unakuwa ni mtu ambaye umejawa na furaha. Sasa nipende kusema kwamba tunaishi katika dunia ambayo imebadilika sana. Dunia ambayo ni rahisi sana kukumbuka mabaya tuliyofanywa kuliko kukumbuka mazuri tuliyofanywa. Dunia ambayo kufanya tabia mbaya imekuwa ni muhimu mno kuliko kufanya tabia nzuri. Dunia ambayo ni rahisi sana kukumbuka 10,000 uliyoipoteza kuliko kukumbuka 10,000 uliyoiogota. Sasa hali kama na hizi zimeua hatima za watu wengi, zimeua uelekeo wa watu wengi sana, zimeua kesho za watu wengi sana. Ndio maana leo nimekuletea somo hili nzuri la nguvu ya furaha, kwamba uweze kutofautiana na watu wengine, uweze kuishi maisha yako ya furaha siku zote za maisha yako. Na sababu nyingine kubwa sana ni kuweza kuwin the battle of life. To win the battle of life, kushinda vita mbalimbali vya kimaisha. There is a battle in your life you can't win anymore until you become a person of joy. Kuna vita mbalimbali vya kimaisha ambavyo huwezi kuvishinda kabisa mpaka uwe mtu wa furaha. Na hivyo vita, kuna ni vita vya kifamilia ambao huwezi kuvishinda kabisa mpaka uwe mtu wa furaha. Vita vya kimahusiano huwezi kuvishinda kabisa mpaka uwe mtu wa furaha. Vita vya kifamilia, vita vya watoto, vita vya kutokuwa na matumaini, vya kutokujua nini cha kufanya hapo kesho. Hivi vyote ni vita ambavyo huwezi kuvishinda mpaka uwe mtu wa furaha. Na ninapozungumzia furaha sizungumzie kucheka kama hivi. Hapana. Furaha ninayozungumzia ni utulivu wa moyo, utulivu wa akili, kutulia katika dhoruba. Sasa kwa nini unapaswa kuwa mtu wa furaha? Kwa sababu kuna hasara kubwa sana usipokuwa mtu wa furaha. Na moja kati ya hasara kubwa ya kutokuwa mtu wa furaha ni kukimbiwa na watu. Watu kuanza kukimbia. Hakuna anayetaka kuwa karibu na mtu ambaye hana furaha, hana amani. Hii unaweza kuchukua uzoefu, mtu ambaye atabasamu, umeenda dukani, alafu unakutana na muuzaji ambaye atabasamu, amenuna muda wote. Kuna hali fulani unajisikia na kiukweli wakati mwingine hauwezi kwenda kwenye ile duka. Kwa nini? Kwa sababu ule mtu hana furaha. Anauza lakini hana furaha. Na furaha ina tabia ya kuakisi kitu fulani. Mtu akiwa na furaha na wewe unahisi kama vile kuwa na furaha, lakini mtu asipokuwa na furaha unahisi huzuni fulani. Unahisi kama vile yule mtu anakuchukia hivi. Hiyo yote ni hasara ya kutokuwa na furaha. Pia usipokuwa na furaha utakuwa mtu ambaye unahisi kama vile Mungu amekuacha. Mungu amekusahau kabisa. Wewe ni wa mkosi tu, una faida yoyote duniani. Pia itaziba akili yako. Utakuwa ni mtu ambaye unaona mabaya tu. Hata mtu afanye mazuri kiasi gani, hata akujali kiasi gani, unakuwa uone kabisa. Hata Mungu akubariki kwa kiasi gani, zile baraka unakuwa uzioni kabisa. Na hasara kubwa ya mwisho, utashindwa kutatua matatizo yanayokuzunguka. Utaona kama kila tatizo ni kubwa, kila tatizo ni nyundo kwako, ni jiwe kubwa kwako, ni mlima ambao unaokudondokea kwako. Utashindwa kutatua matatizo ya maisha. Kwa hizo ni hasara za kutokuwa mtu wa furaha. Na hapo